Vita yaendelea Mashariki ya Kati, huku Iran ikianza kuzishambulia kambi za kijeshi zinazohusishwa na Marekani katika nchi tofauti Mashariki ya Kati. Ripoti zilizokuwa zikipitishwa siku ya jana kuhusu mchezaji kabumbu mashuhuri Cristiano Ronaldo kuhamishwa kutoka Riyadh, Saudi Arabia kuelekea Madrid ni za uongo. Ripoti yathibitisha. Karibu mtazamaji, ni kujuze yanayojiri kutoka anga za kimataifa. Hii ni Expertise 24/7, tutakufahamisha ripoti zinavyojiri kutoka hapa Kenya, East Africa, Afrika pamoja na dunia mzima. Ripoti zilizokuwa zikipitishwa siku ya jana na zikisambaa kwa mwendo wa kasi zaidi zikimhusisha mcheza kabumbu mashuhuri Cristiano Ronaldo ni za uongo. Kwa mujibu wa ripoti ya siku ya jana ambazo zilikuwa zimesambaa zikieleza kwamba Cristiano Ronaldo amepotea nchi ya Saudi Arabia anakochezea timu ya Al Nassr, zilikuwa zikieleza kwamba kulingana na kilipuzi ambacho kiliweza ni kulipua ubalozi wa nchi ya Marekani katika nchi ya Saudi Arabia, iliweza ni kumwadhiri karibu na makazi yake Cristiano Ronaldo ni za uongo. Ripoti hii ambayo iliweza ni kuwa ikichapishwa katika mitandao ya kijamii siku ya jana pamoja na vyombo vya habari tofauti ilirudi kuthibitishwa na kusema ni uongo. Kwa mujibu wa ripoti, bado ilieleza kwamba Cristiano ako sabamba na ako bado katika nchi ya Saudi Arabia kwenye harakati zake za kawaida za kuichezea klabu hii ya Waarabu. Mtazamaji, ripoti hii iliweza ni kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii, ikizua gumzo kuhusu usalama wa watu mashuhuri na usalama wa watu ambao wanaishi katika nchi za Iran, Israel pamoja na Marekani. Wakati huu Iran imeanza kuzishambulia kambi za kijeshi zinazohusishwa na nchi ya Marekani. Siku ya jana iliweza ni kushambulia balozi wa Marekani katika nchi ya Saudi Arabia, huku ikiweza ni kuharibu majengo haya ya nchi hii ya Saudi Arabia. Mtazamaji, wakati huu vita inaendelea na kusema tu kweli, vifo, watu wanakufa mwanzo wakati vilipuzi vinaangushwa katika nchi hizi. Vinaharibu mali na vinaua watu mwanzo, vilipuzi vinalipua kila kitu ambacho kiko pale karibu na majengo ambayo yameweza ni kuwa yakiangaziwa zaidi. Wakati huu Iran imeendelea kuzichambulia kambi za kijeshi zenye ziko katika nchi za Mashariki ya Kati, Middle East, ikiwa ni kati ya nchi za UAE, Qatar, Saudi Arabia na nchi ambazo ziko pale Iraq na nchi zingine. Mtazamaji, kwa hivyo nilikuwa nikupashe habari kuhusiana na story, iwapo uliweza ni kuwa umeweza ni kupatana nayo na kuweza ni kuiona ikimhusisha mchezaji kabumbu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ako sabamba na hajaweza ni kupotea nchi ya Saudi Arabia kama ilivyoweza ni kuwa imepitishwa siku ya jana kuhusisha ubalozi ulioweza ni kupigwa makombola, na inasemekana kulingana na ripoti ambazo nimeweza ni kuziona, kombola hizi ambazo ziliweza ni kupiga ubalozi wa nchi ya Marekani kule upande wa Saudi Arabia ni ndege ambazo hazikuwa na marubani. Kwa hivyo hii ni vita kali sana, mwanzo ni watu ambao wako na uspesheli wenye wa hali ya juu na ni vita ambayo inaendelea. Ni mambo mengi ambayo yanatuma hii vita iweze ni kuwa ikiendelea, mtazamaji, na kulingana na watu ambao wanachunguza mambo kama haya wanaeleza hii vita inaweza ikaendelea. Mwanzo ni vita dhidi ya Marekani, Israel inaishambulia Iran. Sasa Iran inarudisha vita ikishambulia kambi za kijeshi ambazo zinahusishwa na Marekani na Israel. Mtazamaji, hii vita ni noma. Kwa hivyo iwapo ulikuwa umeweza ni kupatana na ile ripoti ikimhusisha Cristiano Ronaldo kuweza ni kuhama kuelekea Madrid, hizo ni ripoti za uongo. Iliweza ni kudhibitishwa kwamba zilikuwa tu ripoti ambazo zilikuwa zimeweza ni kupitishwa, hata ingawa pahali ambapo Cristiano Ronaldo anaishi pale katika mitaa ya Riyadh, Saudi Arabia, bado ubalozi huu wa Marekani kule upande wa Saudi Arabia uko karibu na mitaa ambayo Cristiano Ronaldo anaishi. Mtazamaji, inakuchukua muda wa sekunde moja kuweza ni kusubscribe iwapo unafurahishwa na kazi ambayo tunaifanya hapa Expertise 24/7. Ukiweza ni kubonyeza hicho kidude
unafanya hii channel kuwa bora zaidi, na utaweza ni kuwa ukipata ripoti kila wakati tunaiweka hapa Expertise 24/7. Mtazamaji, tukiendelea, Iran imeendelea kuzishambulia kambi za kijeshi katika nchi tofauti Mashariki ya Kati. Kulingana na ripoti ambazo zinajiri, hofu imezidi kutanda kati ya nchi na watu ambao wanaishi katika nchi za Mashariki ya Kati. Hata ingawa hizi vita ni vita ambazo zimeweza ni kuonekana zikiwa zinaegemea mambo za kijeshi na mambo za ubarozi, mwanzo hizi ni vita ambazo zinachochewa sana na vita iliyoweza ni kuanzishwa na Israel pamoja na Marekani ikielekeza Iran. Sasa Iran imekuwa ikijibu makombora yake kuelekeza katika nchi za katika kambi za kijeshi ambazo zinahusishwa na Marekani pamoja na Israel. Sasa mtazamaji, kulingana na uchunguzi na ripoti ambazo zinaendelea ni kwamba vilipuzi ambazo zinalipua hizi kambi, ndege ambazo zinalipua hizi kambi, ndege mingi hazina marubani, na pia kuna hizi ndege ambazo zinajulikana kama drones ambayo inatumwa ikiwa na makombola na inalipua pahala ambapo specific ina target. Lakini mtazamaji, kuna jambo ningeweza nikutaka nikufahamishe. Tayari hizi nchi ambazo ziko pale Mashariki ya Kati, mingi ya hizi nchi imeweza ni kufunga airport. Hii inamaanisha nini mtazamaji? Kuweza ni kusafiri sasa kutoka kwa hizi nchi ambazo ziko pale Mashariki ya Kati, Middle East, kuweza ni kurudi katika nchi yako imekuwa ni tatizo. Mwanzo nchi mingi zimeweza ni kufungwa. Mwanzo labda watu ambao wanashambulia wanaingia bado kutumia zile airports. Kwa hivyo airports zimeweza ni kufungwa katika nchi mingi za Mashariki ya Kati, kuingia na kutoka Mashariki ya Kati. Mtazamaji, fahamu kwamba hizi nchi kuna watu wengi kutoka nchi tofauti ambao wanaishi. Kuna Wakenya pale, kuna Watanzania pale, kuna Waganda, kuna watu kutoka nchi tofauti tofauti ambao wanaishi katika nchi hizi. Na target ya makombola ambayo yanatoka Marekani, ambayo yanatoka Israel kuelekea Iran, hayatambui ni nani ambaye atapatikana pale. Makombola ambayo yanatoka Iran kushambulia kambi za kijeshi, ambayo yanashambulia kambi za kijeshi na vyumba ambazo zinahusika na Marekani katika hizi nchi, haitambui ni nani ambaye inamkuta. Iwapo ni mwanajeshi, iwapo ni raia wa kawaida, iwapo ni mtu ambaye afahamu nini kinachoendelea, inampiga pigo kama inavyompiga mwanajeshi. Mtazamaji, hii ni vita kali sana, na wakati unapoendelea kufanya shughuli zako ni vizuri basi ukaweza ni kukumbuka hizi nchi. Mwanzo hii vita ni vita mbaya, na ni vita ambayo inamkuta mtu ambaye anahusika, mtu ambaye hahusiki, mtu ambaye anafahamu nini kinachoendelea, na mtu ambaye hafahamu kawaida nini kinachoendelea. Kwa hivyo kwa wakati huu vita inaendelea, vilipuzi zinaendelea kupatikana katika nchi ambazo ziko pale Mashariki ya Kati, yani Middle East, Iraq, UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Israel na Marekani. Hofu mtazamaji inaingilia hapa sasa sana. Wakati ambapo Iran imeanza ni kurudisha makombora baada ya kuvamiwa. Sasa fahamu inavamia kambi za kijeshi, barozi, embassies, na hii sasa ni hofu. Mwanzo pahali ambapo embassy iko kuna majumba karibu. Mwanzo watu wanaishi na hawakuwa wanafahamu labda kitu kama hichi kingeweza ni kutokea. Na wakati huu wa vita hii mtazamaji, ni vita ambayo ni noma. Mwanzo kila mtu anataka kuonyesha ubabe wake. Watu wako na ndege za kivita hatari sana, drones. Wakati huu watu, kulingana na ripoti ambayo niliweza ni kuona, mamia ya watu tayari wameshaweza ni kuangamia. Tuliweza ni kuona mpaka shambulizi ambazo ziliweza ni kufanyika katika shule tofauti pale katika nchi za Mashariki ya Kati. Mtazamaji, hiyo hapo fahamu nini kinachoendelea. Vita ilianzishwa na Marekani pamoja na Israel ikipiga Iran kwa mambo tofauti. Kuna mambo ya mafuta, kuna mambo ya njia ambazo zinapitiwa pale, zinapitisha mafuta. Kuna vita ambayo imeishi pale kwa miaka mingi sana na imeanzishwa. Mtazamaji, Iran ikaonyesha sasa Marekani na Israel pia wako na ubabe. Kuna hizi nchi ambazo sana zinahusishwa
kwa hizi vita ni nchi ambazo ziko na specialist mkubwa sana wa kuweza ni kuwa zikitengeneza atomic bombs, nuclear bombs, missile. Sasa hizi ambazo zimekuwa zikitengenezwa, mtazamaji, ndizo zimeweza ni kuwa zikitolewa, na wakati zinalipua zinaangamiza watu. Wakati watu wanaangamizwa, hakika maisha inaharibika. Kwa wale watu ambao wanasafiri, ni vizuri kaweza ni kupata kuangalia usalama wa pahala ambapo unatumia kuweza ni kusafiri, lakini kulingana na ripoti ni kwamba nchi mingi zimeweza ni kufunga airports. Kwa hivyo kuweza ni kuingia katika hizi nchi za Middle East ama kutoka Middle East inakuwa basi ni hali ngumu sana, mtazamaji. Mtazamaji, hapo huko katika zile nchi ama uko na familia pale ama rafiki, ni vizuri basi ukaweza ni kumjulia hali aliko, na pia ukaweza ni kumwambia aweze ni kuangalia usalama wake. Asante sana kwa muda wako. Hii ni Expertise 24/7. Na kuchukua muda wa sekunde moja kuweza ni kusubscribe iwapo unafurahishwa na kazi ambayo tutaifanya hapa Expertise 24/7. Mtazamaji, nikimalizia ni kwamba ripoti ambayo iliweza ni kupitishwa siku ya jana kumhusisha mchezaji kabumbu mashuhuri Cristiano Ronaldo kutoka Saudi Arabia kuelekea Madrid ni ripoti ya uongo. Kwa hivyo uwe ukifahamu hilo, na vita dhidi ya Israel, Marekani na Iran inaendelea. Asante sana kwa muda wako. See you in the next episode.